Haya, vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Hey, tumeona vile mmefika na mmefurika. Asanteni sana kwa kufika. Sasa sisi tuliamua kusema kabla tujafunga mwaka tuketi chini na watu wetu kidogo. Jamaa wakaanza kupayuka, wakaanza kutetemeka, wakaanza ni nini? Wanataka kuleta fujo, wanataka kufanya maandamano, wanataka kuharibu mali ya watu. Kasema wapi? Sisi waenda wazimu. Sisi waenda wazimu. Na tukitaka kufanya tutasema mhanga, ama sivyo? Tukamwambia ya kwamba nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika. Nani hajui? Nani mgeni hapa Yerusalemu? Sijui mnajua? Mjua yale yalifanyika, sivyo? Sasa sisi zote tunajua yale yalifanyika. Mimi nimewaambia tulikuwa hatujafika wakati ya kuongea. Tulikuwa tunasema bado tuwawachie nafasi kidogo. Na vile vile tulikuwa tunasema tutafuata njia gani. Tulikuwa tunangoja tuone jamaa alisema tutafanya hii ndani ya siku 100. Siku ile nitaweka Biblia chini, hii itafanyika. Baada ya wiki moja hii, baada ya mwezi moja hii, na kadhalika, sio? Lakini ile kitu ambayo imefanya sisi tuanze kuleta hii mjadala siku ya leo, kwa sababu ya yale vitendo tumeyaona. Yale vitendo tumeyaona. Na Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu tukasema hapana, hatuwezi kungoja mpaka siku 100. Kwanza tuambie jamaa ya kwamba bado sisi tuko, hatujatoka na hatubanduki, hatutoki. Nyinyi mnaona yale yalifanyika kule Bomas wa Kenya, simuliona? Simuona vioja Bwana Chebukati au Chebuchetha kwanza alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda kupumzika. Amekaa kule mpaka alitoka saa 12, anarudi saa 9. Akawacha wale commissioners pale wakaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuuliza hii matokeo umetoa wapi? Ati mimi huyu mfanyikazi wangu amejumulisha na mimi niko na matokeo. Wakasema leo anataka kwenda kutangaza. Nikamwambia hapana bwana, tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumze. Sema hapana, mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje? Saidi alitoka hapa, kulikuwa bado imebaki constituencies 29 hajajumulishwa. Hii yako imetoka wapi? Ati niko naye naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, hatukukubali. Kama hivyo sisi tunaenda. Wakaenda kule nini Serena, wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndio inafanikana kwamba wao wako ndio na hatia. Hatia watu walikuwa nataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati na wale wezi wenzake wawili wanasemekana hawa ndio malaika sasa. Simuona haya? Si ni dhuluma hiyo? Si ni dhuluma? Sisi bado tuko na chuki, tuko na chungu yale ambayo yalifanyika. Manake ushindi yetu ilinyakuliwa, na sisi tunajua yale ambayo iko katika ile nyungu.
walikataa, lakini sisi tunajua tulishinda ushindi mkubwa kabisa. Sasa tukasema hapana, wale ambao waliiba na wale ambao waliwasaidia kuiba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambao walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana, hatuwezi kubomolia. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi, ama sivyo? Tumesema tutaongea na wananchi na ukweli itajulikana. Na ukweli ikidhihiri, uongo hao vijana wanakuja kusukumana hapo kwa nini? Hao vijana. Halo, tuendelee. Halo. Sisi tunajua shida ambayo nyinyi mko nayo hapo wananchi. Wale wote ambao wamesimama hapo mbele wamesema gharama maisha imepanda. Si imepanda kabisa? Sema maisha imepanda sana. Chakula iko kali. Bei ya nauli ya kusafiri iko kali. Kodi ya nyumba ndio hiyo. Mafuta hiyo. Sivyo? Yale yote yamewasaidia hawa watu. Sisi tumekuwa pande ile, tulikuwa na shauri Uhuru. Waambie ya kwamba vijana wako na shida. Leta kazi mtaani iendelee. Si kazi mtaani ilikuwa inasaidia vijana? Sio? Sasa wanasema hapana, tumetamanisha kazi mtaani, ati vijana watapanda miti. Umeitwa kupanda miti? Tulisema wakati kama hii ambayo tumekuwa na COVID na vile vile tumekuwa na hii vita kule Urusi, mpaka serikali ifanye kitu kinaitwa subsidy. Serikali ya Amerika inafanya subsidy, ya Uingereza inafanya subsidy, hata Nigeria wanafanya subsidy. Hapa unasema hapana, kuna mambo ya subsidy. Sasa nasema hawa jamaa wanataka Wakenya wazidi kuumia, ama sivyo? Alafu sasa nasema naleta Hustler Fund. Hiyo Hustler Fund ati unapewa shilingi 500. 500 inaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 itaanzisha biashara aina gani? Alafu anulipi baada ya siku 14. Hii biashara gani utafanya na hiyo? Sisi tulisema nguruwe 6. Si mnajua? Tungaje nguruwe 6? Mjue sasa hii ambayo mpatia nyinyi ni deposit ile nguruwe 6. Wakitoa chukua. Lakini hapana sema asante. Maana yake ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Lakini hapana kusema asante. Hiyo ni mali ya umma ambayo jamaa wameiba. Sawa? Sisi tumesema, nataka kuambia nyinyi hadithi. Niambia nyinyi kwamba usipoziba upa utajenga ukuta. Yale mnaona nafanyika leo, hii mambo ya kutoa hawa makomishina 4 sio kitu kidogo. Tena si kwamba ilianza jana. Tulipopata uhuru tulikuwa na katiba ya kidemokrasia ambayo iliundwa kule Ulaya, Lancaster House. Baada ya mwaka moja hiyo katiba tulikuwa na utawala ya kibunge, parliamentary system of government. Kukawa na waziri mkuu. Baada ya mwaka moja wakabadilisha hiyo katiba. Waziri mkuu ikatolewa, ukaleta rais. Na yule ambaye alikuwa waziri mkuu akawa executive president. Baadaye tulikuwa vile vile na serikali ya majimbo. Mambo ya ugatuzi tulikuwa nayo wakati ile. Yeyote ikabadilishwa na bunge, ikatolewa mambo ya ugatuzi. Wakaleta serikali ya Nairobi peke yake.
Alafu mbeleni hapo wakabadilisha katiba tena, wakasema serikali inaweza kushika mtu na ipeleki mahakamani, anapelekwa ndani ya jela moja kwa moja, inaitwa detention without trial. Tunaona vizuri. Sasa baadaye wakati huo kulikuwa na chama cha upinzani ikapiga marufuku, watu wakashiriki, wakapeleka kule kizizini ndani ya detention. Hiyo bunge la kwanza ndio ilianza kwanza kuvunja boma hiyo nyumba ya demokrasia, wakatoa paa yake, ikaelekea bunge la pili ikaanza sasa kuvunja ile nini ukuta, kaanza kuvunja ukuta, watu wanashikwa, watu wanawawa na kadhalika ndani detention. Bunge la tatu ikaleta ile sheria, ikabadilisha katiba mara ya 20, ikaleta ile kitu inaitwa section 2A, ikawa sasa ni marufuku wewe kuwa na chama kingine. Section 2A imetoa vyama, ikawa sasa chama ni mmoja peke yake, mama na baba, na ukisema ngwe ndani ngwe wakafunga watu wengi. Wengine walikuwa na shiku wanapelekwa kule Nyayo House, huko ghorofa ya 23, wanarushwa chini kwa dirisha. Nasema jamaa alienda akajinyonga yeye mwenyewe. Ndani ya Nyayo House hapo kuna mashimo hapo pale unawekwa, wanafungua freji, wewe unakaa ndani ya maji hapo usiku mzima, utasikia baridi mingi zaidi huko ndani. Unasikia haya? Tukapigana. Kwanza sisi tulipelekwa ndani, mara ya kwanza nikaenda huko ndani miaka 6. Nikatoka. Nikakaa mwaka moja na miezi 6, wakanichukua tena. Karudi tena mwaka mwingine mmoja. Nikatoka nikakaa nje mwaka moja, wakanichukua tena. Wakanipeleka huko ndani mwaka moja tena. Sasa ikao mwisho walikuwa wanataka kushika mimi mara ya 4. Ndio mimi nikatoroka, nikapita kule ziwani, nikaenda Uganda, nikaenda kule Norway. Wale wenzangu walipigania, wakafanya maandamano kuja hapa Kamkunji, kwa sababu tulisema hii mkutano tunafanya hapa Makamkunji. Hii Kamkunji ni uwanja wa kihistoria. Hapa ni watu wetu walisema wapende wasipende tutaenda Kamkunji. Walikuja hapa. Wengine walipigwa risasi, wengine waliwawa na kadhalika, lakini walikuja hapa. Kina Martin Shikuku, kina James Orengo, kina Masinde Muliro na kadhalika. Tunaona vizuri. Sasa ikalazimisha wao jamaa kutoa ile section 2A kukubalia sisi kuleta vyama vingine. Ndio sababu mimi nimesema usipoziba ufa utajenga ukuta. Wakati ile ilikuwa baada ya hiyo wakaleta ile inaitwa uchaguzi ya mlolongo. Mlolongo, wewe unasimama kwa mlolongo, unahesabia 1 2 3 4 namna hii. Unasema sawa sawa. Ati yako ngapi? 20. Inaweka yako ni 100, yangu ni 20. Sasa ukiweka sahihi hapo, sema naenda kule hii 20 na kwa 250. Yako wewe sasa mbaki ile ni yangu ni 100. Unaelewa sawa sawa? Sasa hiyo mlolongo sisi tukalazimishwa kwenda kufanya protest nitolewe. Ndio sababu sasa naambia nyinyi kwamba hii katiba mko naye hapa tulijenga upya, lakini ilijengwa juu ya damu ya Wakenya wengi zaidi. Sasa hao jamaa tayari wameanza kubadilisha. Unaona vile juzi wameleta mambo ya hawa makommissioners 4 ati mbele ya kamati ya bunge. Inapitishwa ndani ya siku 2. Imeandika ripoti. Inapelekwa kwa bunge. Siku hiyo bunge imepitisha. Maana bunge tayari imetishwa, bunge imekuwa karagosi sasa. Captive parliament. Alafu siku hiyo kesho namna hii tayari ile tume imeshawekwa,
tribunal limewekwa, siji bwana nani kama chairman na kadhalika, na siku hiyo hiyo Chief Justice ameshapisha hao wote. Mahakama sasa imekuwa ni karagosi ya executive. The judiciary is captive to the executive. Tuelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Nimeona kila mara kwa mara rais anakwenda kwa kule kwa mahakama, mtawapata nyinyi pesa, mtajenga makoti na kadhalika. Sasa wao wanafanya vile rais anataka. We already have seen, tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi kwamba mpaka Wakenya waseme la. Mungu tayari kusema no. Ndio kusema no. Ndio sababu tumesema hawa commissioners wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako. Warudishwe pale. Alafu na Ruto mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake, ni kama karagosi yake. Kama umefanya namna hiyo, kutakuwa kuna uchaguzi katika taifa letu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa haya ni maneno ambayo tutaangalia mwaka ikianza. Sasa mwaka huu leo tulisema tutafanya tu mjadala ya leo. Alafu tarehe 12 tutakwenda kule Jakaranda. Sawa? Hiyo itakuwa ni sherehe ya kukumbuka wale walipigania uhuru yetu na kadhalika, na kupanda nini, kukuwa na kustarehe kama Wakenya. Sawa? Siku hiyo tutaleta hata mabandi kucheza huko. Hata wale wachezaji ya kitamaduni watakuwa pale. Sawa? Kama Wakenya sio lazima tuende kwa sherehe ya mtu mwingine. Rais atakuwa na sherehe yake kule Nyayo Stadium. Lakini sisi na Wakenya wenzetu tutaenda kule Jacaranda Ground. Muunga mkono. Muunga mkono. Sisi kama Wakenya watu wazalendo tumeolika tuende kule. Tuliko kule. Sawa? Tutasherekea, alafu tutaanza mwaka mpya sawa. Mwaka mpya ikipika, tutanyosha nyinyi mwelekeo. Njia ile ambayo itakuwa njia ya ukombozi. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tunataka vijana na kina mama wasimame imara. Wasimame imara, watetee uhuru ambaye tumepigania sisi kama Wakenya wote. Tunataka kuona kama hali ya maisha ya Wakenya inarudi sawa. Yale mpango yote ambayo tuliahidi nyinyi iko kwa store. Baba Care iko pale. Unaona vizuri? Ile mambo ya kusaidia kina wa maskini na kusaidia wale mama ambaye ni hawana wana watoto wajane, hiyo yote tuko nayo mpango hiyo. Kusaidia watoto wetu sawa, kupanda elimu sawa. Sawa. So uchumi yetu vile itarekebika. Hiyo yote iko kwa store. Lakini nataka nyinyi muwe na matumaini ya kwamba inawezekana. Azimio. Asanteni sana, Mungu awabariki.